naomba uje utueleze ladha ya mtu ambaye amesilimu. Najua watu wakisikia mtu amesilimu wanachukulia kimchezo. Hebu shaka waambie kwa nini unasema? Naomba ushiriki kwa 15 hapo basi. Sawa? Ndio hapo nimebana sana. Najua. Lazima niongeze kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Jina langu sio geni kwa wakazi wa Mombasa, alhamdulillah. Wale ambao wamekuwa wakisikia Radio Rahma labda walitarajia wataona mtu mkubwa na gari kubwa, lakini ndio mimi. Nimetoka kwenye familia ya watu makafiri, watu ambao wamenilea katika Ukatoliki, na lengo lao hasa walikuwa wanakusudia mimi labda niwe ni father wa Kikatoliki. Sikia father wa Kikatoliki maana yake ni kiongozi wa dini ambaye haruhusiwi kuoa, hana ruhusa ya kuoa. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu akaninusuru na hilo balaa. Maana kutokuoa nako ni balaa nyingine, japokuwa baadhi yetu ndoa wengine wanaziona zina mitihani, lakini katika Uislamu ni sehemu kubwa katika dini, na ni jambo ambalo Muislamu anawajibika kulivalia njuga. Bila ya kuwa wewe ni kiongozi ambaye una familia, basi utapata wapi experience? Hata ukiletewa kesi ya ndoa, shehe umeletewa kesi ya ndoa, alafu wewe hujui atamke ni nini, hujui mtoto ni nini, na kwa mtihani. Allah akaninusuru na lile. Na mimi nimechelewa tu, lakini nilitamani nije mapema hapa, kwa sababu hili jambo unaloliona limefanywa hapa ndio sababu hasa ya watu kama sisi kupatikana. Maana hii kazi inayofanywa ya comparative dawa, hii dawa ya mijadala, unafanya unalinganisha hapo, unalinganisha pale, unalinganisha hapa, mpaka yule mtu anakubali kuiacha dini ya baba yake na mama yake, afukuzwe kwao, anyimwe mpaka kila kitu ambacho alikuwa anyimwe, au akipate aamue mimi nitakuwa Muislamu kama watumaini, hata kama nitakosa kila kitu katika mambo ya mirathi, lakini nitaingia katika Uislamu nife hali ya kuwa ni Muislamu. Sio jambo dogo. Yule mtu anaifanya ile kazi alikuwa pia ana nafasi ya kutafuta kazi akafanye. Aandiko kwenye kampuni, afanye shift, apige overtime, aende zake akalale, ale wali wake na mke wake. Lakini anaamua aingie huku na kule kumtafuta mtu mmoja au watu wawili, awaambie kalimatu tauhid, awaambie hii ni shirki, Mtume Muhammad hivi, Qur'ani hivi, mpaka yule mtu amfahamu, kisha yule mtu akubali Uislamu. Kisha mtu kama huyu unamchukulia amefanya kazi ya upuzi. Mimi nilifikiri nitakuja hapa nikose nafasi, lakini inanipa taswira kamili ni nani ambao wanathamini hii kazi ya dawa katika wale viongozi wetu wa dini. Na najua wako watu walialikwa, na ile izungumza kwa uchungu, wako watu walialikwa, wana nafasi kubwa, na leo wako baadhi ya watu walikuwa wako free, lakini hawangeweza kuja kwa sababu hii ni kazi ambayo hawaithamini. Hakuna sababu nyingine, hawaithamini. Na alafu hapa wakija labda hawatakuta mabwana wakubwa, lakini wewe jiulize, hata hawa viongozi wetu wa kisiasa, do you know how much they spend? Unajua, ametaja hapa shekhe kuhusu masala ya kutoa pesa kwa ajili ya dawa. Unajua ni pesa ngapi wanatumia ili baadaye apate ile kazi ya kuwa yeye amechaguliwa ni mmoja katika wanasiasa? Wana spend millions and millions kwa sababu wanajua baadaye atarejesha ile pesa. Lakini matunda ya kazi ya dawa ni nini? Leo mtu mmoja akiwa Muislamu, kisha yule mtu akaoa mwanamke wa Kiislamu, akazaa watoto wa Kiislamu, wakapelekwa madrasa wakasoma Uislamu, akaja yule mtu akawa ni sheikh au akawa ni ustadhi anasomesha watoto, amehifadhisha Qur'an au ni imam,
Fikiria yule mtu aliyechangia katika ile kazi ya dawa, lao watakufa, ni thawabu ngapi zinamwendea, na ile chain ambayo itamwendea thawabu, kwa sababu yule mtoto aliyesomeshwa atafundisha na wale waliofundishwa wafundishe, atakuwa na endless, yani thawabu zinazoendelea, faida ni nyingi. Lakini Waislamu hili jambo watu wanalichukulia rahisi, lakini hili ndio sumu kwa wasiokuwa Waislamu. Hili ndio jambo linalofanya wasiokuwa Waislamu katika kazi zao wapate kitu kinaitwa sleepless nights, yani wanapata usiku ambayo hayana usingizi. Tutafanya vipi? Hawa wahadhiri wanafanya hivi, wanafanya hivi, tutafanya vipi? Leo wanasoma mpaka lugha ya Kiarabu ili kuwapotosha watu ambao wameingia kwenye Uislamu. Sasa jengo hili, lengo la madhumuni, yule mtu aliyesilimu jana na juzi apewe misingi, kwa sababu ukimwacha wale bado wana juhudi ya kumrejesha, Leo huu ni mwaka wa takriban 23 mimi tangu nisilimu. Mimi nimesilimu 2000, nimesilimu year 2000, na kama alivyosema shekhi wangu, mtu akisilimu anasilimu na mali zake zote. Mimi nilisomeshwa pale Mombasa Polytechnic. Baada ya kumaliza shule ya chuo nikaenda Polytechnic pale, ambayo sasa ni TUM. Nilifanya pale instrumentation and control engineering. Sasa watu wananiona wengine tukienda kwenye hadhara wanasema mstari hakuna kitu. Lakini akihama upande ule mwingine anakuta kumbe wao hatari. Kwa hiyo nikasilimu na elimu yangu. Labda kwa nikikutana na Muhammad Said, hawa ndio wamenisilimisha mimi. Sio watu wengine, usitafute mtu mwingine. Wala usitafute mashaikh wengine si kutoka wapi. Hakuna mtu kutoka wapi. Hawa kina Muhammad Said ndio wamenisilimisha. Mimi wakati naenda Holy Ghost Cathedral pale ya Malali, napitia Uhuru Gardens, nasikiliza, naingia library, nafungua vitabu, nasoma mpaka nikikinai bila ya mimi kuwa Muislamu nitakwenda motoni. Nikasilimu kisirisiri. Historia ni ndefu, leo nitaeleza yaliyonikumba, basi wewe machozi yatakutoka. Lakini changamoto nyingi. Nilipigwa vita, nikakejeliwa, nikaambiwa kwamba umepotea. Lakini mwisho wa siku hata yule mama yangu mzazi mpaka leo halikubali Uislamu, lakini ni shabiki mkubwa wa kipindi changu. Nimeingia nakuta ameandika notes kwa kile kipindi tunachozungumzia Qur'an na science, kwa sababu alikuja kuambiwa na marafiki zake, mtoto wako 1 2 3, anasema anaongea nini? Anaongea kitu gani? Kwa sababu yule tulipeleka kanisani ilikuwaje, lakini alichokifanya hakujua. Yeye baada ya mimi kusilimu, vita vyake alinikamata mkono akanipeleka kwa mzee mmoja ambaye ni mtu maarufu pale. Akasema huyu kijana simtaki tena, mchukueni, sina haja naye. Yule mzee akanishika mkono akanipeleka pale Farah kwa Sheikh Khalil Ibrahim. Sheikh Khalil akaniambia, kaa hapa, utasoma hapa na utafanya kazi yako, utakuwa unakuja unalala hapo. Nikakaa pale, alhamdulillah. Baadaye nikajiendeleza mbele. Kwa ndugu yangu katika imani, hakuna mtu atakueleza vizuri utamu wake vipi, hapa uchungu wake vipi, hapa dhiki zake vipi, hapa raha yake vipi. Ilifika mpaka wakati pale nyumbani maji yanamwagwa chini, kwa sababu mimi nilikuwa nalala chini. Maji yanamwagwa sababu nyumbani kwetu ni kanisa na wao huambii kitu, ni kamati ya kanisa. Tangu grandmother wangu maji yanamwagwa, huyo asilali. Mimi ngoje maji yakauke, yakishakauka yale maji ndio mimi nitandike nilale. Asubuhi nilikuwa na swali kisirisiri, mpaka mamangu kuja kujua, mimi sikujua alama imetoka. Akaanza utaratibu wa kunipeleka sasa kwa watu ili waniregeshe. Nilichukuliwa mkono nikapelekwa mpaka fadha mkuu, nikaingizwa pale, akaniambia usikimbie, mimi nimekukamata hivi, mimi mama kukimbie. Tukaingia kanisa. Nishasilimu hapo mwaka mmoja, hawajui. Wamekuja kugundua baadaye iko too late. Mimi nishasonga na maandiko nishahifadhi, sijaanza mihadhara bado, lakini nilikuwa nafuatilia wanapofanya, nafuatilia nikahifadhi, kwa sababu nilikuwa napenda kusoma, nikawa tayari nishajiandaa. Tukaingia pale kanisani, nikakaa hapa, mamangu akakaa hapa, akamwambia fadha mtu azungumza naye, ameacha dini yetu. Yule fadha akaniangalia akasema, huyu si mtoto wako kabisa, kuzae amekaa naye vizuri, wallahi kanikaa naye vizuri, huyu hana tatizo, kaa naye vizuri, akakuelewa. Baada ya pale mama akavunjika nguvu, tukatoka. Mamangu akaniambia mimi
nitakuitia Padre Masharika wa kutoka kwetu. Nikamwambia mama, hata ukaniitia popu mimi siwezi kurudi nyuma. Siwezi kurudi nyuma. Tukakaa siku nyingine akanikamata akaniambia twende tukamwone mama wa kwetu kule. Kafika kule karibu na pale msikiti wa TCS nyuma kulikuwa na mama mmoja wa kutoka nyumbani kwetu kule Kirinyaga. Akaandaa chakula vizuri. Alipoandaa kile chakula baadaye kule alikuwa amenipangia wanihubirie. Yule mama akaanza, ni mtu wa kanisa. Kaongea, mimi kapiga maandiko. Wallahi pale mihadhara yangu ilianza pale nyumbani. Nikampiga andiko la kwanza kwa kwanza 1:25. Yule mama akasoma. Akasema hili andiko linasema Mungu anamtukana Mungu. Yeye ni binadamu, Mungu ana upumbavu. Akashika kichwa akasema kwa Kikuyu ngai. Akamwambia mama ngai. Baada kidogo nikampeleka kwingine. Yule mama akaona kama kizunguzungu, akamwambia mamangu kwa Kikuyu, akamwambia huyu ndege mhodausi mwezi. Huyu ni wale wa barabarani. Hawa ni hatari. Anamwambia kwa nini? Nasema hawa ndio watu hatari hawa. Kwa nini? Hawa watu vichwa vyao siwaelewi. Huyu kama ashakuwa kama wale, hawezi kumpata huyu. Huyu si mwezi. Kwa nini? Anasema mimi naangalia kwenye kitabu yananipa kwa kichwa. Na anajua ufafanuzi wake. Hii ndio nafasi ya mhadhiri. Mhadhiri wewe na popote wewe uko tayari vyovyote. Ukipiga ashajua unakwenda wapi. Anapiga roadblock kule. Ukifanya anarusha miba kule. Anasasaiba kule. Sasa mbona mkisha anabakia mshona bora ni silimu. Hapa kwa mfumo huu bora ni silimu. Tuzoa katika imani hii kazi sio rahisi. Ni kazi nzito mno, lakini ni kazi nzuri kwa sababu ndio kazi pekee hivi sasa ambayo inawapatia fursa wasiokuwa Waislamu kujua Uislamu na kufahamu kwamba ni dharura wao kuwa Waislamu. Lakini kama hamtaithamini hii kazi, hebu imagine tukienda kwenye extreme case, wahadhiri wote waache hii kazi. Wote funga hapa, kila mhadhiri achukue vyombo, wote wauze, kila mmoja ashike shughuli yake. Kila mmoja afunge kabisa. Aseme hatufanyi kazi ya kulingania watu si Biblia na Qur'an, tumeacha. Tunatangaza rasmi, tumeacha hiyo kazi, hatufanyi kabisa. Kila mmoja atafute kazi yake afanye. Ndani ya mwaka mmoja kutakuwa vipi? Jiulizeni madhara yatakuwa vipi? Nisi mmeshuhudia hapa juzi watu walikuwa wanakwenda kuombewa na mabibu yao. Watu wanakwenda kuombewa na mabibu yao. Tunaweza kuambia sijasiacha Uislamu. Unaacha vipi wakati unaenda kuombewa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Katika ile masharti yanayomtoa mtu katika Uislamu, zile nawazi za Uislamu, wewe ushaingia mzima tayari mshatolewa. Sababu ukiweka Uislamu na kisha Uislamu katika level moja, finished. Hairuhusiwi. Lakini wapo Waislamu maskini ya Mungu wameingia huko. Na ukimchunguza utamkuta mara nyingine hana misingi vizuri ya Uislamu. Labda alisilimu akaachiliwa. Nilikuwa nataita tukapata watu kule kina Halima, kina Muhammad, lakini wameacha Uislamu kwa sababu hakuna mtu anaofuata. Wallahi Uislamu ni jambo ambalo linatakiwa litangazwe kama mtu anavyotangaza biashara yake. Kama mtu anavyotangaza biashara yake kwa lengo la kuwa apate faida, auze kwa wingi. Lakini mbona watu hawafikirii kwamba kuna kesho? Ni watu wangapi ambao unawajua wewe ushapokea habari kwamba wametangulia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tangu mwezi wa Rajab mpaka kufikia juzi? Ni watu wangapi? Sasa umejiandaa vipi? Umejiandaa na nini hasa? Ikiwa huwezi kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kusapoti kazi ya dawa, unataka utoe wapi? Unataka kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ifanywe na nani? Na mimi nawaambia wapo watu walikuwa wanafanya kazi ya dawa lakini wakaamua kuacha kwa sababu ya changamoto za kimaisha. Mimi nilikuwa nakesha kazini usiku, wallahi saa nyingine naomba dua hizi mashini zilale, zinakwenda free mpaka asubuhi. Saa 10 nilikubaka napiga maandiko. Wakati mwingine mtu anashangaa sema huyu mtu analala saa ngapi? Kwa sababu usiku anaingia kazini, lakini mchana yuko pale analala saa ngapi? Lakini kwa sababu mimi najua hii kazi ya dawa imenitoa wapi,